anatuambia basi vaeni silaha za vita za Mungu. Endelea baba. Pate kuweza kuzipinga hila za shetani. Tuweze kupinga. Yes. Haleluya. Amen. Sijui mulisikia siasa ile ilikuwa ya mbele. Wamulende na ndio tulikalishi. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Sijui kama mulisikia. Hawa wakisema hawa wanapinga. Haleluya. Kisha wakaenda huko door to door. Bwana sifiwe. Na ukiniki unasikia anatembea huko. Lenye haita hata sata hiti. Bwana sifiwe. Amen. Kila mtu amesimama na kupinga mwenzake. Amen. Sasa tukisimama na baba tuseme tunasimama kiti. Asimame aseme nitawatengenezea lami. Bwana asifiwe. Na mimi niwaambie siwatengenezei lami kama yeye. Nitatengeneza lami na niweke shade. Nani amepinga mwingine? Ni mimi nimempinga. Bwana asifiwe. Unapinga unataka kukataa. Anawaambia atawatengenezea lami na hata kwa hakuna fence. Amen. Kwanza hadi nyumbani akajenge nini? Kupinga. Kupinga ni kukataa. Ndio mumesema lakini tumekataa. Yes. Ndio mumepanga lakini tumekataa. Ndio mnanisukuma niingie lakini nimesema sitaingia. Kupinga ni kukanusha. Yes. Ndio mwimbaji aliimba akasema hii sio sio ndoto yangu. Yes. Maisha yenye najua saa zingine unakutana mtu unamuuliza how old are you? I am 27. I am 30. Why are you not married? Nangojea the right. Uongo. Uongo. There is a force. Unless to admit kuna kitu kinanizuianga. Hawezi toka hapo because wakati wote umekubaliana, umekaa pamoja. Umewambia nifungeni mpaka mahali mnataka. Lakini leo tunakataa. Leo tunakataa. Na kama utakataa nitakataa kwa niaba yako. Kwa sababu sitakaa na mtu amefungwa kutoka leo katika jina la Yesu. Hatutakaa kwa madhabahu ya Mungu na madhabahu ya shetani itusumbue. Hatutakaa kwa kanisa na maadui watuchekelee. Hatutakaa kwa ibada tunaomba na watesi wetu wanatuchekelea. Tumekataa miaka ya Penina. Tumekataa miaka ya Penina. Leo ni Penina afunge kinywa maana lazima nitoke na Samueli. Leo lazima tupate Samueli. Kweli. Ile lazima iongee. Sijui kama umechoka kama mimi. I'm tired. Tunaomba na tuoni, leo tutaona. Amen. Na kama uonangi nitakuonea. No, we are not negotiating with the devil. The altar is here. The priest is here. And we have the sacrifice. So what is missing? There must be manifestations. Can you start manifesting as from now? Mwanze kumanifest hata kwa maombi yenu. Wale wamekaa kwa hii madhabahu na hawaoni kitu mzuri inatendeka kwao. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliyeniita na akanitoa chini ya mti. Mungu mwenye nilimuita nikiwa nimekosa mtoto kwa mwaka na akanipea. Hata wewe akupatie ushuhuda. Hata wewe akutendee jambo jipya. Hata wewe milango ikufungukie kwa jina la Yesu Kristo. Na leo nasikia niko na nguvu ya kuaddress adui. Yes. Mwambie wavae miwani. Kwa sababu hawatatuona vizuri. Yes. Haleluya. Mwambie wapande, watengeneze jukwaa wapande. Yes. Kwa sababu tunaenda kupaa. As from today we are going another dimension. Bwana asifiwe. Katika jina la Yesu. Leo tunavaa silaha za imani. Amen. Za vita. Amen. Ya Mungu. Amen. Na tutashinda. Amen. So long as tuko na Yesu. Amen. Tutashinda. Amen. Nisome mstari wa 12. 12 nasema. Kwa sababu kushindana kwetu. Kupigana na kushindana. Sio kupigana peke yake, ni kushindana. Yes. So hatuendi kupigana sisi, tunaenda kushinda. Amen. Kushindana kwetu sisi. Akina nani? Kushindana kwetu sisi. God chosen. Yes. Hey,
Yeah. Kushindana kwetu si juu ya damu, hatupigani na damu na nyama. ati wakituposti vibaya tuposti vibaya. No. Ati wakikuongea vibaya uongea vibaya. No. That is not the type of a battle that we are fighting. Vita ile tunapigana kwetu inaitwa kushindana. Na tukienda kushindana lazima tushinde, maana yule tunabeba alishinda kifo na mauti. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. I want you to know the one that you carry. Amen. Amen. You are carrying the one who conquered the grave. Yes. He conquered death and he rose from the dead. Alitoka katikati ya watu wamekufa kabisa, akakutana na shetani mwenyewe. Yes. Shetani mwenye anaambiwa ndiye anatawala dunia hii. Akamnyang'anya funguo za mamlaka na akamnyang'anya mamlaka yote, na baada ya hiyo akapea hiyo mamlaka kanisa. Oh, hallelujah. Glory to God. Bwana asifiwe. Amen. Akanyang'anya shetani mamlaka na akaipeana kwa kanisa. Na ndio Biblia ikasema kanisa itajengwa kwa msingi wa mitume na manabii. Amen. Na kanisa yetu ni ya kiunabii. Amen. Leo tunanyamazisha watu. Kwa jina la Leo kuna watu tunanyamazisha. Leo kuna vifungo tunaondoa. Nasema leo kuna hali tunaziongelesha na ni lazima zitatii. Nasema ni lazima zitatii kwa jina la Jehova Jireh. Hallelujah. Soma baba. Si juu ya damu na nyama. Si juu ya damu na nyama. Sisi hatupigani na watu. Hata nisikia mtu ameenda Katoloni kufunga na mimi ndiye nikafunga kama yeye. Viju wamefunga. No. You just go. Ukitoka huko hiyo yote inakuwa fatigue. Kuchoka. Kwa sababu mimi nikienda kwa mlima naendea baraka. Nikienda kwa mlima naendea majibu. Nikienda kwa mlima nitaendea sauti ya Mungu. Kwa sababu gani? Sitaenda kwa vita. Sitaenda kung'ang'ana huko. Already Mungu amenibariki. Amenishindia vita. Kwa sababu kushindana kwangu si kwa watu. Sishindani na watu. Yes. Maana yule ninabeba already alishinda. Na ninatangaza kama ulikuwa unapitia vita. Kuna watu wamekupiga vita. Wawe ni mitume, wawe ni manabii, wawe ni watumishi wa Mungu. Kutoka muda na dakika hii, hiyo vita ifike mwisho. Wawe ni watu walikuendea ugangani, wakaweka vitu, wakaendea madawa wa kuharibu. Hiyo yote tunaikansel kwa sababu tuko na nguvu na tuko na mamlaka. Kama kuna mtu alikalia nyungu, akasema usiwahi fanya ndoa, usiwahi kaa kwa ndoa, ndoa yako ishi kuwa ya kuyumbayumba. Katika jina la Yesu ninatangaza ya kwamba misukosuko ifike mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tuwezi kaa kwa kanisa and we are suffering. Yes. As from today, go and enjoy life. Amen. Mungu alipoumba Adam na Eve, aliwaambia go and multiply. In Jesus' name. And then mkaongezeke. Yes. Kwa sababu chakula kilikuweko. Kwa sababu chochote walitaka kilikuweko. Amani ilikuweko. Kama hauna amani, mwenye anakukosesha amani, natamuka kwa jina la Yesu Kristo, network yake ya kukuchunguza ivunjike saa hii. Ivunjike saa hii. Ivunjike saa hii. Kwa jina la Yesu Kristo. Vunjika. Hallelujah. Yes. Kama kuna mtu anakukimbiza hata kazini, kwa jina la Yesu Kristo, arudishwe nyuma yako. In Jesus' name. Nasema arudishwe nyuma yako. Go behind me. Nasema arudishwe nyuma yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Let them go back. Back in the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. Sikia kuendelea. Baba, enda Kutoka. Achana na hiyo kwanza. Enda Kutoka kuanzia 20. Amen. Kuanzia 20. In the name of Jesus. Amen. Today is altar versus altar. And I know our altar because I know the God that we serve. I know our God and what he can do. Amen. I know our God and I know what he cannot do. Amen. Hallelujah. Amen.
Mimi ninajua Mungu wetu na ninajua kile anaweza fanya na kile hawezi fanya. Kwa mfano, ninajua hawezi ruhusu adui zangu waone kuisha kwangu. Ninajua Mungu ninayetumikia hawezi kubali nife kabla sijaona wema wake. Haleluya. Sijui kama unajua Mungu wako na kile hawezi fanya. Mungu ule tunatumikia anaweza ruhusu adui anisukume, lakini hawezi ruhusu waniweke chini. Bwana asifiwe. Ayubu moja, shetani akaenda kuombea Ayubu ruhusa, akaambiwa muguze, lakini usiguze moyo wake. Haleluya. Ninaomba leo wakienda kuomba ruhusa, Mungu asikose kuwapea, lakini Mungu aweke mpaka katikati yetu na wao. Mungu akuwekee mpaka na huyo mwenye anaona mnashindana na yeye. Kuna hata wajinga wengine tunafanya kazi na wao na wanadhani tunashindana na wao, kwa sababu kibali kilicho juu yetu akiwezi pimika, akiwezi zuilika. Najua ninapenda Yusufu. Walimuuza juu walipata kibali kwa babake alipomtengenezea mpaka koti. Wakaona hii jamaa imesumbua. Alipotolewa kwao akauzwa Misri. Akapelekwa kwa mgawa na alikuwa anaitwa Potifa. Alipoenda huko alikuwa na kibali. Kwanza aliongezeka akakuwa mtanashati kabisa. Mpaka mke wa Potifa akasema huyu ni bwana. Eli nipate huyu. Akaenda kumnyemelea. Alipomkataa akaenda jela. Akiwa jela kwanza ndio Mungu alimuongelesha sana. Nasema wakati watakuacha kwa shida, wakidhani utaisha, hapo Jehova ndio atakutembelea sana. Wakati watakuwa wanangojea taarifa na kuanguka na kuisha kwako, taarifa itakaowafikia ni ya kwamba wenye haki hawachwi na Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Akiwa jela anadhani hapo sasa ndio ataishia. Alitoka akakuwa prime minister. Amen. Ninakuombea ukitoka kwa madhabahu siku ya leo. Amen. Kwa sababu madhabahu hii ni kwa haki tumekuja. Kama kuna kitu kimoja hamjui, leo tumekuja kotini. Na tukienda kotini, tumeenda kotini na tuko na wakili. Na wakili wetu anaitwa Yesu Kristo. Na yeye hakuna vita ambayo amewaishinda. Ukiingia kwa madhabahu ya Mungu, chochote kimeishi kukuvuruga na nyuma, chochote kilikusimamisha uishi kuzunguka mahali pamoja, upate haki kwa Jehova, upate haki kwa Mungu, upate haki kwa malaika, upate haki mbele za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Leo tunatoka na haki. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Niliwaambia hapo awali tulikuwa tunaomba kama wanaharamu. Sisi kama umeona watoto, sorry nikisema hii, wenye wako na stepfather. Na tuseme we are sharing the same father na Max. Eliza ndiye mama ya Max. Na Eliza ndiye mama yangu na ndiye mama ya Max. I don't know whether you are getting it. Na mimi tulikuja na Eliza. Kwa baba yetu Max anakuanga na haki sana kuniliko, hata kama mimi ndiye mkubwa, ndiye nilikuja. Beleni tulioperate kama watoto wa kukuja, lakini leo tukiingia kwa madhabahu tunatoka na haki. Haleluya. Nawaambia mtatoka na haki. Kuna watu watatoka na authority ya kuambia mapepo tokeni na yataondoka. Kuna watu hawajawahi sikia sauti ya Mungu, wakitoka kwa madhabahu watasikia. Kuna watu hawajawahi ona maono, wanaotanda inapotea. Ukiingia kwa madhabahu haitapotea, utakuwa unaona maono na unajua maana yake. Haleluya. Kuna mtu hapa anasemanga pastor anataka kuwa mwimbaji, na unaimbanga ukiambiwa imbisha mbele ya watu zinapotea. Ukiingia hapa utapewa kanda ya kiroho, utaimba mpaka uambiwe stop, kwa sababu hautapungukiwa katika jina la Yesu. Ni kwa sababu utatoka ukiwa mwana. Amen. Hallelujah. Ili amuelewi. Glory to God. Bwana asifiwe. Amen. Unajua tukienda kuomba kitu kwa baba tukiwa na Max, baba ataconsider huyu kwanza
hata viatu kuna uwezekano zake zikizeeka ndizo nitavaa, kwa sababu huyo si baba yangu. Lakini kikiomana nijue baba yangu, niende kwake, sitatuma maji, nitaenda direct. Leo unapata direct access. Leo unapata direct access. Leo upokee direct access. Mbingu ziwafungukie. Mbingu ziwafungukie. Neema ya hii madhabahu iwabebe. Hautamalizwa na adui. Akipanga kukumaliza ataisha mbele. Nasema wakikuinulia vita, hiyo vita itarudi kwao. Hey. In the name of Jesus. Ni kama mnaelewa? Yes. Kuna watu wanajua kwa ushuhuda yangu. Anaweza kwambia ile vita tumepatana kama Mama Edina, anaweza akiambiwa atutolee wimbo anaweza toa CD. Lakini hatujaisha. Hiyo neema ndio ninakuambukiza. Watakupiga hawatakuweza. Watakusukuma hawatakufikisha chini. Wanaishi kuulizana ako bado fulani yako, na unasonga, na sio kusonga tu, unasonga ukiongezeka. Biblia imesema popote tutakanyagisha miguu yetu Tutamiliki. Hallelujah. Mwende mkamiliki kutoka leo. Jesus name. Mwende mpokee kazi. Hallelujah. Mwende mpokee kibali. Amen. Mmegaa hapa na mama Mungu hajawahi kukutafuta. Hata hajuangi unaishi wapi. Hii Christmas wakupigie simu. Amen. Wakumbuke kuna mtu amezania familia hiyo. Wenye walikusahau wakukumbuke leo. Kuna watu walisema tunasimama na wewe na wakajifanya wamesahau. Leo mbingu ikorogeke. Nasema anga ikorogeke. Mungu ashushe malaika. Mungu ashushe malaika. Mungu ashushe malaika. Mungu awatumie malaika wa ukumbusho katika jina la Yesu. In Jesus name. Leo tunatoka na haki. Yes. Amen. Amen. Tukimaliza ibada hii, ukisikia unataka kuhubiri ukuje, usioniogope. Ukuje niambie pastor, Sunday niko na neno. Amen. Mimi sitaki kuzaa nini? Bilikimu. Bilikimu wa kiroho. Amen. I know what I carry. I know the God I'm carrying. Sunday nataka hata si Sunday. Nataka tukimaliza ibada hii, kutoke manabii wanaona mpaka maini. Amen. Watu wanaona mpaka wanaona figo. Amen. Hao ndio ninataka. Amen. Sitaki kuzaa bilikimu wa kiroho. I rebuke spiritual dwarfism. In Jesus name. Amen. Amen. Kama kuna mtu hapa anakaa ile dengo kwetu inaitangwa mbetia, kuna dengo nyingine huko kwetu haivangi. Hata ukiweka pressure cooker, hata wakisha moto juu na chini. Leo ninakuombea kwa jina la Yesu, hiyo mbegu itoke ndani yako, uanze kumea, uanze kuongezeka katika jina la Yesu. Japo na watu wanafungwa mpaka hata mtu mwenyewe, hata wewe mwenyewe ajielewi. Anaona ako sawa na yuko sawa. Kweli. Hata umuombe, umwekelee miguu, mikono na tumbo, umtemee mate yote ishe, utoe mpaka utoe hata damu, hawezi songa kwa sababu ni mbetea. Hiyo mbetea leo inaiva. Leo inaiva. Ile moto iko kwa hii madhabahu, lazima uive. Kuna watu walisema hutawahi sikia mbingu, hutawahi endelea. Leo utaendelea, leo utabarikiwa na utaishi na utakufa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Unapakwa mpaka roho, unakuta mtu hadi alipakwa roho ya kuchukia ndoa, kuchukia wanaume. Akiona anaonanga uchafu, takataka. Uongo. Hiyo ni roho mbaya. Ikikutoka leo, kutoka kesho nataka kusikia ukiniambia unasumbuliwa na kisima. Left, right and center. Connection ifunguke. Amen. Yes, wakusumbue mpaka ukasirike uingie box. Amen. Sitaki hiyo mambo. Anataka nikikaa mwezi mmoja nikuwe na siku ya kukaa hapa chukwa madhabahu nikingojea mtu akuje kunifanyia introduction. Amen. Sicheki, ni chekeni, lakini mimi I'm very serious. I'm speaking like a father. Nataka nikikaa hapa nisikie pastor utapatikana Tuesday, tunataka kukuja. Kuna mtu anataka kukuonyesha. Na hiyo line ni clear.
Amen. Biblia inasema na Mungu alipomuumba Adamu. Amen. Sikia maneno mingi. Sikia mbingu. Amen. Biblia inasema wakati Mungu alimuumba Adamu. Toa Adamu weka mtu. Wakati Mungu alimuumba mtu, aliona sio vyema mtu awe pekee. Enda upokee mtu mkuje mkiwa wawili. Kwa jina la Yesu. Na kama ni kufunga itafanya upate, nitafunga. Amen. Kama hauna kazi ukitoka hapa enda upokee. Chochote unataka ukitoka hapa enda upokee. Nasema madharau na aibu ifike mwisho. Kesi kwa tutakaa kwa church. Kwanza kuna watu nikiwaona ninasikia hasira takatifu ikinishukia. Lazima wabadilishiwe hali. Amen. Lazima maisha ibadilike. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Baba soma Exodus 14 kuanzia 20. 14:20. Kutoka sura ya 14 mstari wake wa 20. Ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli. Ikafika mahali katikati ya Wamisri ambao ni maadui, katikati yao na wana wa Israeli ambao ni ukoo mteule wa Mungu. Amen. Napo palikuwa na lile wingu lile la giza. Kukawa na wingu la giza. Umesikia? Katikati ya the Israelites and the enemy kukawekwa wingu la giza. Ninaombea mtu wako mahali hapa, katikati yako na adui, Mungu aweke giza. Haleluya. Haleluya. Simameni maana hii neno haiwaingii. Amen. Umesimama? Mnaelewa kile ninasema? Kuna watu wanakimbizana na wewe, hawataki kuona ukikaa na amani. Omba ya kwamba siku ya leo katikati yako na wao Mungu aweke giza. Wingu la giza. Haleluya. Katikati yetu na madhabahu za maadui Mungu aweke mpaka, na huo sio mpaka tu wa moto. Mungu aweke giza. Sijui ni nani mnasumbuana na yeye wewe. Unamjua? Hapo kama mama kana meno kamzee kanaenda na kamutirima. Katikati yetu na wao Jehova aweke giza. Jehova aweke giza. Mungu aweke giza. Hallelujah. Glory to God. Bwana asifiwe. Amen. Katikati ya hii madhabahu ya gochoza na maadui zetu, Mungu aweke giza. Amen. Mungu aweke giza. Amen. Eza katikati ya kazi yako na kazi ya adui, Mungu aweke giza. Amen. Baba soma. Lakini nilitoa nuru wakati wa usiku. Wakati wa usiku. Hiyo giza ilitoa nuru. Hallelujah. Glory to God. Ikawamulikia. Amen. Huyo malaika, kwa sababu alikuwa ni malaika, alikuwa amebeba giza. Sijui kama mnaelewa. Huyo malaika mchana alikuwa aliweka giza. Aliweka giza mchana. Yaani mchana aliweka giza. Nana kama saa hii tuko kitu saa 5 hapo, giza ikakuja saa hii, mnazaona kama ni kawaida. I'm praying for sitaki the normal. We don't just want the ordinary. Tukiweka kazi tusikue tu kazi ya kawaida. Uuze mpaka waseme huyu mtu ako na majini. Ukienda kazini mdosi ulimi yake kila kitu inatereza tu, ni wekesa, call wekesa. Can you call wekesa? Hallelujah. Akiuliza what is up, anamwambia call wekesa will explain better. Hallelujah. Na kuombea kibali, yani the extraordinary. Amen. Matukio yasiyo ya kawaida. Yes. Katikati ya Wamisri na wana wa Israeli. Yes. Jehova akaweka giza mchana.
Kwa hivyo wanakimbiza kile hawakioni. Aha. Amen. Aha. Lakini litoa nuru wakati wa usiku, na hawa wakuwakaribia hawa usiku kucha. Sikia. Amen. Sijui kama umeelewa ile mwangaza ilikuja. Ilikuwa mwangaza kali sana mpaka wangeweza kuikaribia. Sijui kama hii kanisa inaelewa kile Mungu anaenda kufanya. Sijui kama mnaelewa na ufunuo wa hii neno. Mchana katikati yako na adui ni giza, hawezi akakuona. Usiku wa kidani ati giza ikiingia ita neutralize. Mwangaza ni giza ikiingia, mwangaza inashuka ile kali ya kuchoma, full light. Yenye hawezi wakaona. Inaitwa full light. Exactly. Kama mwana dereva akiendesha gari ya kutana na nyingine amewekewa full light, huwa anapoteza control. Huo ndio mwangaza utawekwa usiku. Amen. Hallelujah. Hautasomeka. Wakienda kwa uto tumchawi na uto tumanabii kwa uongo. Nasema hata wazungushe vichwa vyao, wazungushe walalale. Nasema hawatakuona, hawatakusoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mstari wa 21. Musa akanyosha mkono. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana sijui kama mnaelewa hii inatendeka wapi. Tuko hapo Red Sea. Tuko hapo Red Sea. Maji ndio haya ni mengi. Pastor sijalipa nyumba ni sawa. Pastor sijui Januari watoto wakaenda shule aje ni sawa. Pastor sijui hata Christmas watavaa nini iko sawa. Pastor ana sijui kama hii December tunaenda nyumbani, that is okay. Hiyo yote ni kawaida. Na hiyo yote Mungu anaona. Bahari ya Shamu. Yes. Red Sea. Already kunawekwa giza, kunawekwa mwangaza. Giza inakuja, mwangaza inakuja. Mbele ni the Red Sea. Hallelujah. Musa akamwambia inua fimbo. Nyoosha. Ninapenda huyu Mungu wa leo. Oh, hallelujah. Ninapenda huyu Mungu ninayehubiri. Amen. Ninapenda huyu Mungu mwenye hataki. Huyu Mungu hataki ate protocol. Hiyo kujikombozi kwingi, kisungu mingi. Ushinda hapo unanganga. Just the way you are. Hao watu hakuna mahali tumeambiwa walichange nguo kutoka Misri. Watu walitoka. Na wengine niko sure hata wengine viatu zimeishia kwa barabara. Wengine wanatembea tu. Twende. Salonge tumetuambia twende, reketodi. Twende. Hallelujah. Amen. Hii mambo ya imani inataka tu kusikia sauti ya Mungu. Kusikia sauti ya Mungu peke yake. Ukisoma hiyo kitabu mstari wa 2, Mungu aliuliza Musa tu, ni nini uko nayo? Musa akamwambia tu fimbo. Akamwambia hakuna mahali Mungu amemwambia atiendea bunduki, atiendea watu wenu, devaa kanjo ya red, funga mshipi. Alimuuliza what do you have? What? Uliza jirani yako what do you have? Uko na imani? Yes. Do you have faith? Yes. Are you ready? Yes. Then you are good to go. Hautakia mambo mingi. Hata kuna mtu anauliza pastor, hii pada itakuwaje? Sasa sijui vile tunafanya. We are already in it. Tuko katikati already. Sasa hivi najua kuna watu wanaitoa giza, wanaitoa mwangaza. Kuna watu wanatoa giza, kuna watu wanatoa mwangaza. Kuna watu wanatolewa mipaka, kuna watu wanafunguliwa. Kuna watu ambao inafunguka, giza inaondoka, inaenda kwa wadui. I know in the realm of the spirit transactions are taking place. Aibu inaondoka, kuogopa kunaondoka, madeni yanaondoka, umasikini unaondoka, magonjwa yanatoweka, roho ya aibu inatoweka, kumangana kunatoweka. Aibu iondoke, kilio kiondoke kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wako hapo wanalani wanalia hawana kitu. Tunaishia hapa ni kuisha. Hata Mungu asipokuja naona nikifungiwa nyumba. It is okay. Angalia jirani yako mwambie it is okay. It is okay. Mconvince aje kumwambia it is okay na unamtisha Bwana. Mwangalie na sauti ya kumconvince. Mwambie it is okay. God knows. Hallelujah. God knows. Mungu anajua. Anajua shida zako. Yeye atatatua.
Mwambie hakuna shida. Ni sawa lakini hakuna shida. Nothing will happen. The righteous may stumble 7 times, but it is the Lord who will rise them again. Hallelujah. Mwenye haki anaweza jikwaa mara 7, lakini Jehova atamnyanyua kuna kuinuka tena. Kitabu cha Ayubu 7:14. Kuna tumaini baada ya mti kukatwa, ya kwamba utachipuka tena. Na kama na wale wamewahi kata mti mahali wakaona, unakatanga moja, ikichipuka ichipukangi moja, inatokanga ikiwa mingi. Nasema walikukata moja, unachipuka ukiwa mwingi. Walikufungia njia moja, unafungukiwa na njia mingi. Walikufungia njia moja, unafungukiwa na mingi. Hallelujah. Ajana na huyo mtu alikutupa. Au kama mtu ulisaidia kakapata pesa siku 2 kakaringa akasema you are not my type. Hallelujah. Amen. Mlango unafunguka tena. Amen. God will bring people, men of substance. God will bring people. Angalia jirani yako mwambie hautumiwi tu kigogo. Mwambie unatumiwa mtu wa dhamana. Anawaambia divine appointments. Amen. Divine appointments. In Jesus name. Mwende mupate divine appointment. Amen. Uitwe tu hivyo. Amen. Baba uitwe. Amen. Hallelujah. Kwanza kukuza Mr. Wekesa, can you handle this? Oh, I'll handle it. Wambie it's not difficult. Hallelujah. I can try. Yes. Just receive that appointment. Amen. Divine appointment. Jesus may name. God prepare a divine appointment. Yani uitwe tu. Yes. Unaweza kazi ya kuuza manguo. Wambie sijai jaribu but I can try. Then capital itoke. Hivyo tu. Without struggle. Because sisi ni wana. Sisi ni wana. Na tutamiliki. Yes. Hallelujah. Tutamiliki. Amen. Soma baba. Musa akaambiwa. Mstari wa tuko verse 21. Wa 21. Aha. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari. Irudi nyuma. Aha. Kwa upepo wa nguvu. Aha. Utokao mashariki. Aha. Usiku kucha. Aha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu. Aha. Maji yakagawanyika. Sikia. Baada ya yale matukio ambayo yanatendeka huko nyuma, yani kuna vita nyingine Mungu anapigana behind the scene. Behind the scene. Ambia mwenzako kuna vita Mungu anakupigania behind the scene. Wewe ukisikia tumeomba hapa unasikia fulani kimemramba wewe usishindanie, waambie hiyo ni behind the scene. Hiyo ni huko nyuma. Acha Mungu afanye. Acha Mungu afanye kazi yake. Acha Mungu afanye kazi yake. Ukisikia mtu alikuwa anakusumbua kimemramba ameenda. Waume pamba. Waume pamba waende. Aondoke. Hiyo haishtui. Hiyo ni behind the scene, hiyo ni giza inawekwa, mwangaza inawekwa. Giza inawekwa, mwangaza inawekwa. Kuna mtoto, kuna challenge ilikuwa ina TikTok ilikuwa inaambiwa inazimika inawaka. Inazimika. Wewe acha wazimiwa wakiwakishiangwa. Wanazimiwa wakiwakishiwa. Hawatawahi kuona, hawatawahi kukaribia. Hawatawahi ona hata sura yako. Hawatawahi, inamaanisha already Mungu alikuwa amewaficha. Wale wanawakimbiza wao kazi ni kuchoka. Lakini hawa nao Mungu, Biblia inasema Mungu already wamesimama. Wako kando ya bahari ya Shamu. Huko nyuma wanapigwa na giza. Kwa sababu hii inatendeka, bahari kufunguka kwenyewe ilichukua usiku mzima. Ndio Biblia imesema. Usiku kucha. Kwa hivyo maji yalienda yakirudi mpaka asubuhi. Usiku kucha. Hao wengine huko wako tu kwa mwangaza, wanaiko giza. Naona hata macho ikitoa machozi hata imejaa masovi. Napenda huyo Mungu mwenye anapigana vita zetu. Behind the scene, wanakorogwa huko nyuma. Wanashindwa hao watu kikosi Kwa hivyo kila wanafuata tu wanaona mahali walikanyaga wanasema watu wako njia.
Na magiza imewekwa tu hapa nyuma yao. Akanyosha maji yakarudi nyuma, kukawa na nchi kavu. Wana wa Israeli wakaenda ndani. Sikia, hiyo changamoto yenye walikuwa wanaona mbele yao, Mungu akairudisha nyuma, akaiondoa. Alipoondoa, the Israelites wakavuka, wakatembea kwa hiyo nchi kavu katikati ya maji. Sijui kama mnaona pande hii ukuta wa maji, na hiyo ukuta itoshani na hii. Hata maandiko yanasema nayo maji yalikuwa ukuta. Maji yalijenga ukuta. Umeona ukuta wa maji? Vitu vyenye si vya kawaida. Leo tumekuja kwa madhabahu na tumekuja tutetewe. Kwa hivyo leo kuna mahali njia zinapatikana. Kuna kuta zinajengeka. Kuta za maji. Na hiyo za maji, the impossible things. Yale yenye watu wanaona ni kama iwezekani, ndio inawezekana leo. Maji yanakuja yanazungukia hapo. Because we carry God. Hao watu tu kile kitu walihitaji ni sauti ya Mungu. Amen. Anajua kwa hii madhabahu tunabeba sauti ya Mungu. Amen. Niliwaambia tukikuja hapa Mungu ndiye alisema. Mungu alituambia, tulikuwa tunaelezewa hata vitu hatuelewi, tulikuwa clay works. Mungu anatuambia nitawapatia kanisa. Siku moja Roho wa Mungu aliongea akasema hivi: nitawapea kanisa, na mahali nitawapea kanisa itakuwa kwa highway. Na itakuwa ina T junction. Na nikaambia watu, nilikuwa naona kwa hiyo T junction barabara moja ilikuwa imeenda inateremka mahali kulikuwa na swamp. Maana in the swamp tulikuwa tunaona kumemea ndoma na water hyacinth. Na after kukaa hapa kwa muda mrefu ndio tulikuta we are on the highway. Na kama hizi highways tuko kwa super highway. Tuko kwa nini? The northern bypass. Kwanza tuko katikati ya the northern bypass, the super highway. Shut up. Kwani tuko? Tuko kwa super highway, the northern bypass. Exactly. Na hii ni barabara na tuko kwa hii ni T junction. Hii barabara ukiteremka huku chini huko kuna swamp, kuna kama maji. Shut up. Tuko na sauti ya Jehova. Amen. Tuliletwa hapa na sauti ya Mungu. Amen. Na tutatolewa hapa na sauti ya Mungu. Kama Mungu ataongea, wanadamu watapiga kelele. Nasema kama Jehova ataongea, hiyo ingine yote ni kelele. Hiyo ingine ni mpayuko tu. Waambie hiyo kanisa niliona ni kama mnaisha. Waambie hiyo ni kelele. Unless Mungu aongee. Amen. Unless Mungu aongee. Amen. Wakikwambia naona ndoa yako ni kama inaisha, mwambie unless Mungu aongee. Naona mambo yake endelee vizuri, mwambie unless. Amen. Na instructions za Mungu zinakuja tu polepole. Hazina force. Na si za aibu. Unless. Yes. Anasifiwe. Amen. Walisema huko TikTok unless waue Mungu. Mwambie unless waue Mungu. Bwana asifiwe. Tutaendelea kunawiri. Wataendelea kuwekewa giza. Watakaa tu wanawekwa giza. Wanauliza kwani kanisa ile ya Pastor Grace iko juu, hivyo ndio wanaitanga. Unawambia ako hata amenona. Ile kanisa unawambia siku hizi sasa ya Wakamba tuko ndani Waluya. Ile kanisa ilikuwa Wakamuzi. Iko mpaka sasa tuko na Wagale. Yes. Ile kanisa waambie Mungu alichanganya sasa tuko kabila zote. Acha. Unless Mungu aongee. Hii madhabahu itaishi kusimama. Unless Mungu aongee. Tuko Kamuzi mpaka Kamuzi ikombolewe. Mikutano hiyo ingine ya watu kupanga njama, hiyo yote ni kazi bure. Hata waombe watoe nguo. Tuko hapa mpaka Mungu aongee. Na akiongea, wakati Mungu ataongea, bahari ya Shamu itasonga nyuma na itatengeneza njia na kutawekwa ukuta upande na upande. Biblia inasema wana wa Israeli walikanyanga nchi kavu. Hakukuwa na matope.
Kwa hivyo hatutatembea tuteleze. Ni njia kavu. Hakuna matope baba. Mahali tunaenda hakuna matope. Najua hata wale watu najua hata wakivuka pande ile nyingine watu walikuwa wanaangalia pande ile nyingine kulikuwa kumejaa majitu. Wahiti kabisa. Wafilisi, Waamoni, maadui jangwani. Kabisa. Najua walienda kuangalia matope. Wanashindwa aya. Tulikuwa tunangojea Eliza alete huku nyumbani tuna sanduku. Ati alinunua ploti anajenga. Amen. Haleluya. Haleluya. Tulikuwa tunangojea tuone ati amesha. Ati mnasema nini? Alinunua. Bwana asifiwe. Amen. Napenda huyu Mungu. Amen. Maji yakasonga. Na ukuta, na najua hii ukuta ilijengwa. Ninaona upande mmoja, upande wenye maji yalikuwa yanatoka. Hiyo ukuta iliendelea ikipanda juu. Kwa hivyo hata Wamisri walikuwa naona mlima wa maji. Wa maji. Kwa sababu maji yanaendelea kutirika akikuja na already Mungu ashaweka malaika ameshikilia hiyo maji. Kabisa. Hautazama. Nasema hautasombwa na maji. Kuna watu wanangojea waipike, uishe, wakutumie vibaya. Na mimi nasema malaika wa Mungu ameshikilia maji. Amen. Mimi naamini kuna malaika alikuwa ameshikilia. Amesema hawa hawawezi isha mpaka wavuke wote. Because Mungu anafanya kazi na malaika. Kabisa. They are the servants. Musa akaambiwa nyosha na malaika akaambiwa shikilieni maji. Jengeni ukuta. Utapita tu. Amen. Nasema utapenya tu. Amen. Utafika. Mpendwa utafika. Amen. Kenya unaona tu ni kawingu. Ilikuwa Red Sea. Njia itapatikana. Amen. Utapita. Amen. Walikuacha juu ya shida wakakimbia mbele. Amen. Utawapita. Amen. Nasema utawapita kwa jina la Yesu. Amen. Mstari wa 23. 23. Na wale wa Misri wakawafuatilia. Maadui. Wakaendelea kufuatilia. Hawachokaji. Makondoo. Wakaingia ndani. Hawataki kuchunguza. Hawataki kufanya nini? Kuchunguza. Hawachoki. Waambie come the way you are coming. Come baby come. Wewe mjinga anashinda akitoa picha zako Facebook, mwambie continue. Ndio kabisa. You don't know what you are doing. You are digging your own grave. I declare our enemies as they chase us, as they look for us, as they pray evil for us, they are digging their own graves. Wamisri hata kuona giza mwangaza, giza hawachoki. Na ujue huko nyuma walikuwa wamepigwa na mapigo 10. Lakini hawachoki. Wanaendelea kukuja. Kwa nini wanaendelea kukuja? Sometimes God will give your enemies grace period. Kuna wakati adui anapewa grace period. Ajiringe, anone. Tukienda Kiradhani, aende Kiradhani. Tukienda Meru, aende Meru. Enda! Go! Go! Red Sea haiko mbali. Na mimi nasema hivyo prophetically. Red Sea haki haiko mbali. Very soon mutasikia kitu. Mutasikia kitu iwatishie. Because our God is not dead. Amen. Na tuombage Mungu wa makaratasi. Mungu tunaomba ni mwenye uhai. Amen. Mwenye nguvu zote. Amen. And he is coming. Amen. Biblia inasema vengeance belongs to God. Amen. Kisasi ni chake Mungu. Amen. Baba soma. Endelea ikisema wakaingia ndani kati ya bahari. Sikia. Farasi zote za Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Sikia. Baada ya wana wa Israeli wamefuka wakaenda ng'ambo ile ingine. Farao na jeshi yake yote, na ujue hakukuwa amekuja na farasi wale wako na njaa. He took the best. Amen. Amen. Kama ni tugari twa farasi, hakuchukua zile mzee. Ni kama sasa hivi tusikie kuna vita Kenya. Hawatoangi zile silaha za kitambo, wanachukuanga the latest. So wakatoa, Farao alitoa the latest wakakuja. Wote wakaona mahali wana wa Israeli wamepita. Na wao ni wachinga wasijiulize, maji inawezaje jenga ukuta? Waone hawa watu wako na Mungu, wawaache.
waliona wamepita, yani Mungu aliwakoroga kichwa, wakorogwe, wachanganyikiwe. Wakakuja wakaona wamepita hii, twende, wakaingia. Biblia imesema farasi wote, tugari twake tote, wafanyikazi wake wote. Vita yako iko na Jehova. Amen. Vita yako iko na Mungu. Amen. Vita ya hii madhabahu iko na Jehova. Amen. Vita ya familia yako iko na Jehova. Amen. Na mwenye anakupigania hajawahi shindwa kwa vita yoyote. Amen. Our God has got no history of losing any battle. It has never been heard that our God was defeated. Hakuna mahali imeandikwa Mungu wetu amewahi shindwa. Maana asifiwe. Aha. Tuwajaribu kumalizia kitu. Niendelee kisema. Ikawa katika zamu ya alfajiri. Ikawa katika zamu ya alfajiri. Zamu ya alfajiri. Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri. Asubuhi na mapema. Yes. Hallelujah. Amen. Asubuhi na mapema. Before watu waamke. Yeah. Before watu waone vizuri. Mungu akachungulia jeshi. Amen. Mungu chungulia hii jeshi ya Wamisri. Amen. Mungu chungulia hii jeshi ile inatufuata. Yes. Mungu chungulia kwa jina la Yesu walali kwa sababu ya hii madhabahu. Amen. Asubuhi na mapema alfajiri. Hey. Mungu akachungulia jeshi. Saa tisa. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akachungulia. Unajua kuchungulia ni kuangalia akaona mmeingia. Mnakuja nyinyi wote mmeingia kwa kikango Aha. Bwana akachungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu. Akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Sikia. Mungu alichungulia katikati ya wingu. Kulikuwa na ile wingu na moto. Hallelujah. Hapo katikati tu Govimbera. Huyo Mungu ni waje. Can you see the way Mungu anapigana vita? Yaani anachungulia katikati ya moto. Wote wameingia. Biblia inatangulia inasema wote wameingia katikati ya bahari ya Shamu. Mpaka na magari. Wote wameingia hapo katikati. Mungu akawachungulia ni mwefaga hii. Ikiona kuna watu wameenda kwa mlima katamani wanasema Jehova maliza Pastor Chris. Hey! Mbona sijaisoma hii maandiko na hii ufunuo? Mungu akapimia. Kaona umejipanga. Si adui yako apimiwe na Mungu. Achunguliwe. Wakapimiwa. Leo kuna telescope ya kiroho. Leo kuna wale wamesoma kuna nini inaitwa telescope. Telescope. Inaonanga kwa kona. Uko hapo unataka kuchungulia mtu wako nje unaiweka pale inaingilia hapo na uko hapo. Ukiangalia hivi unaona venye anatoa nguo akikuzunguka usiendelee. Mungu akawachungulia. Amen. Akawaona. Hallelujah. Wakikuombea mabaya wakiweka kitambaa wanasema Mungu awachungulia. Mungu akachunguza. Akawaona. Hallelujah. Huyo mama Barathoni mwenye alikuja akazunguka kwetu. Hii ni tamu. Tukiona kwa madhabahu hii kuna watu. Na ninaomba tukiwa kwa ibada hii. Mungu wachunguze. Mungu chunguza. Hallelujah. Yes. Najua saa zingine uko kwa vita unashindwa ni nini nasema. Ndoa haina ladha, kazi haiendelee. Unashindwa what is wrong? Ni nini kinanisumbua? Kumbe kuna kimutu mahali kinakuharibia maisha. Leo Jehova achungulie. Leo Mungu wa mbinguni achungulie. Chungulia. Kwa huruma zako Baba. Yes. Baba chungulia hii jeshi. Jehova chungulia hii jeshi. Yes. Asifiwe. Amen. Kuna watu wabaya. Kuna watu tukimaliza ibada hii wanaanza kuchungulia YouTube. Wana mahubiri ndio wana nasema iko ikiwa hapa. Na iwekwe. Amen. Wanaanza kuangalia. Leo kulisoma na kina nani? Leo Mama Edina alikuwa.
Leo mama Deno alikuwa, leo pastor alikuwa ameinama moyo wanaangalianga. Endeni muangalie, mkichungulia ile joba anaweka. Let's go get it off. Wacha tuone ni nani anajua kuchungulia mwingine. Naomba Mungu leo udhibitishe ya kwamba hakika kwa imani ambayo kuna Mungu. Mungu adhibitishe. Hivi. Amen. Si ufanyie jirani yako. Sasa Farao kwa bado anambia you go, run, go forward, songa nyuma, simama pande, kanda mshipi, chukua bunduki, wewe jihami, nini hapa? Mungu hapo hivi, panga kazi, chunguza mzee, panga kazi. Unajua Mungu amegeti kwa kiti yana haraka. Anaangalia tiba, anaangalia. Sasa Farao amesweti mpaka mate imeje kwa udibi. Anambia you go, move, na Mungu hapo tu hivi. Maliza kupanga. Maliza kupanga. Kitabu kinasema ndani ya Isaya 33, ole wako unayeharibu, ukimaliza kuharibu hata wewe utaharibiwa. Woe unto you the devourer, after you finish destroying, you shall be destroyed. Anaambiwa panga. Tunapanga kuwamaliza. Unapanga vile utawamaliza. Umesema hauwezi ukawaachilia. Fuata. Amen. Mungu acha wakuje. Amen. Let them come. Yes. Wakuje. Yes. Wasikose kwenda kutuombea. Waende washikane. Wasema mafuta ya Western ndio iko na nguvu. Washikane watafute hao mapaza wanatafuta wakabute. Ema mkiombewa na Mluya come akisema riso na sisi tunasema puka kaowe na mwene kaowe na mwene kaowa kwa we na mwene kaowa kwa we na mwene. Unajua kitambo tu vita kama hilo tulikuwa tunafanya, ninakonda. Ninalia. Nashindwa na kukula. Nashindwa nitafanya nini. Nalia usiku na mchana. Mpaka nilikuwa naimba ile wimbo maithori matweketene ndatigire kumaria. Oh, ndikule maithori rege. Nitarega. Nimekataa. Hadi fulani alikuwa anakuongea basi anasema wewe si wa Mungu. Oh. I'm past that. I don't have time to prove. Yes. The actions will prove. Amen. Wakati the manifestation, mambo yatatendeka, ndio watajua tuko na Mungu. Amen. Hauhitaji kushindania ati wakisema ati wewe ni wa shetani unaanza hii Mungu anasema mimi ni wa shetani. Wapi? Ya nini? Waonge. Wakuseme wakusimange, endelea kuombea. Alichobariki Mungu hakuna kudhani. Vitu vya shetani havina maisha kabisa. Madhabahu ya shetani haiwezi kaa. Tungekuwa wa shetani tungekuwa tumezikwa miaka 7 na vile tumeendewa. Mama mwingine mpaka alikuwa ameita manabii wakatoka hapa Kongo. Wanaruka kwake shamba ni kama wanapima ili wakiniombea na kanjo. Wakalala huko. Sasa hii alisarenda. Bala akanyolewa. Mimi hapana. Wapenda sibahatishi kile ninawaambia. Na wewe Mungu nitetea mpaka watu wanajaa mbwe. Adui yako anjae mbwe. Anuka ili akute kichwa yote ni ya white. Abange mawigi. Guys, shukwa. I'm speaking a practical God. Sio Mungu wa theory. Leo sijakuja hapa kufanya theory. I'm here for practical things. And I'm speaking as a prophet of God today. Naongea kutoka perspective. Leo nimekuja kama nabii, si kama pastor. Amen. Hautakaa kwa hii madhabahu na uteswe. Amen. Hautakaa kwa hii madhabahu na adui anawiri mbele yako. Hautakaa kwa hii madhabahu na adui yako aendelee kukuchokoza. Leo Mungu wa ukweli aonekane. Nasema Mungu wa mbinguni aonekane. Na pande hii mko na baridi. Pande hii msemi amen.
Pande hiyo kwa kanisa ya pande iko na woga. Amutaka hapa na Wamisri wakawachekele. Alimko hapa na Wamisri waingie kwa shamba zenu. Enough is enough. Leo hata shetani mwenyewe tunamfanyisha soma sota hapa. Katika jina la Yesu. Ngoja kuinuke mnogu. Maagent wa shetani wenye utumwa akuje kuangalia huku leo wanarudi wakiwa wamechoka. Hawataweza kuongea. Wanawekewa mwangaza, wanazimika inawaka. Mimi napenda. Yaani Mungu anapigana vita ile design iko hapa. Hata si ya kusomea. Ni taa inazimwa inawaka. Na ikiwaka si kuwaka, inawaka na inaongezewa mwangaza. Mpaka uone chochote. Bwana asifiwe. Ukuta imejengeka. Wamepita. Hawa nao wakasema tufuate. Hawa wanakomana. Anawaambia you go. You come here. You go there. Mungu naye hapo hivi anachungulia. Ndio maana ni Zaburi 2 inasema anga Mungu anacheka. Sasa alikuwa anacheka anasema panga kazi mzee nikuonyeshe. Panga kazi. Mstari wa 25. Akayaondoa magurudumu ya magari yao. Sikia. Hajaachilia maji kwanza. Magari yenyewe ikatoka taya. Akawapunguzia mbio. Kuna watu wanakukimbiza mbio sana. Magari yao itoke taya. Kwa deflection. Yes. Kuna mtu amekimbia mbio sana na kukimbiza miguu itoke. Miguu ndio taya. Amen. Angolewe pumzi. Mimi amuombi. Kwa jina la Yesu. Akole, au nikaga maguru. Ehere. Miguu ikatoka. Kwa hivyo gari ikakaa chini flat. Oyo newe gai, mobi wa de naigo, nige newe gai. Farao anangojea farasi vile wanaruka wakikata space kwenda hivyo. Farasi waliruka akasikia iendi kwa sababu imekuwa stationary. Imeambiwa you are not going anywhere. You are under telescope. You are under my observation. Akaambiwa mumeuma sana. Umeuma sana more than you can chew. Umekuja sana. Kuna watu wamekukuja sana. Wanaongea uko hapo. Wanafanya uko hapo. Umetulia. Leo wakiwa under observation. No more speed. They will not approach you again. Hawatakukaribia tena. Nasema hawatakaribia vitu zako. Hawatakaribia watoto wako. Hawatakaribia kazi yako. Hawatakaribia maisha yako. Hata wakikuja na mbio, kuna mahali hawawezi pita. Ndio nilitangulia nikasema Mungu aweke laini katikati yetu na wao. Katikati yako na adui. Yes. Draw the line. Territory. Yes. Mark the territory. Mungu alikuwa amemark the Israelites. Ndio maana ulisikia mchana ukisoma Biblia hapo mbele inasema wana wa Israeli mchana. Ndio nimesema hiyo giza ni malaika. Mchana walikuwa wanaongozwa na kaa la moto. Malaika anaenda mbele, kaa la moto hot ya kuchoma na kufanya njia kuondoa. Usiku ile kaa ya moto ilikuwa inarudi nyuma kabisa. Kwa nini anarudi nyuma? Kwa sababu usiku hatujielewi. Usiku ndio tunaendewa. Usiku ndio watu wanatoa nguo wakimbie. Usiku ndio adui anakaa chini anafikiria, by the way, kwa nini fulani anashindana na boss? Lazima niingilie kati. Lazima niweke fitina. Usiku ndio moyo wa mwanadamu unafikiria uasi. So huyu malaika mchana anawatangulia mbele ili wasivamiwe kwa barabara na njia isifungike. Usiku anaenda nyuma kuweka mpaka. Hallelujah. Kati yao na Wamisri. Amen. The same angel mwenye anaweka giza. Ndio maana umeona tumeambiwa mchana anaweka giza.
na usiku anaweka mwangaza. It is the same angel mwenye walikuwa wanatembea na yeye. Nasema tukitoka hapa kuna mtu anapata malaika. Unakuwa unaambia watu vitu zinatendeka. Unakuwa unaongea mambo watu wanaachwa wazi, maana yatatendeka na watayaona. Utakanya watu na mbingu itawakanya. Utaelekeza watu kwa njia na wataona wema wa Mungu. Amen. Amen. These people are working with God. Yes. Weka, anaweka, njia imepatikana. Wakavuka. Baada ya kuvuka, Mungu, Biblia imesema Mungu akaangalia akamake sure wafanyikazi wote wameingia. Farasi zote na magari yote iko katikati ya maji. Kwa maji. Na akaitoa miguu. Hata hakusema wabebwe na miguu. Juu wangebebwa pamoja na gari ikiwa na miguu ingekimbia. Hataki ikimbie sana kwa maji. Hekima. Maarifa ya Haleluya. Akaitoa miguu. Mutatii. Na watu ni wajinga, hata kuna mmoja aliona hivyo akimbie, wako tu hapo. Mungu apumbaze adui yako. Haleluya. Ndio maana Biblia imesema, I don't know that it is 29:29, that God will strike your enemies with madness and confusion. Sasa nione ni 29:29 ama ni 28:28. Haleluya. Deuteronomy 28:28. Baba soma 28:28 na ukwe umemark mahali tulikuwa Exodus. Haleluya. Yaani hawa watu kitu cha kwanza wameona kitu inawamulika mpaka waoni, wanaona mchana kuna kuja giza na wachachua. Waulize hawa watu kwani wako na nguvu gani? Tuwaachane. Hawajiulizi. Hawa watu hii ni the Red Sea. Na ujue obvious Farao alikuwa anajua. Hawa watu wakitoka Misri lazima watakutana na bahari ya Shamu na hawawezi vuka hapo. Na wakati aliwafikia akawapata hapa kana wakivuka mto. Angejiuliza, ni nini kinafanya hawa watu wavuke bahari hii yote? Wanatembea kwa miguu. Ni nini kimeshikilia maji? Hakuwa na hiyo wazo. Kwa sababu gani? Soma baba. Kumbukumbu la Torati 28:28. Bwana atakupiga. Mungu atawapiga maadui kwa uwazimu, na kwa upofu, na kwa ubumbuwazi. Na kwa ubumbuwazi ni kuzubaa. Umesema tuende. Unajua hapa katikati hawa watu ujue hata wao hawajielewi. Kwa sababu already Mungu ashawapiga na wazimu, bumbuazi na kuchanganyikiwa. Wale wamesimama hapo, wengine wamengebia. Wanaambiwa mdosi amesema tuende. Bumbuazi. May God strike your enemies. May God strike anybody that is against you. In Jesus name. Aja kustrike sio kupiga. Nani anajua otisi? Lightning. Umeona lightning? Kinapigana kama kwa kitendo. Haya. Bana wale tulikuwa ushago na nyumba iko na tushimo. Unaona anga mwangaza imepita inawamulika. Inamulika hadi ugali ikiwa kwa jiko mna. Alafu unaambiwa ukivaa nguo ya red utaona. Sasa ndio inakuwa wasi. Striking ni kitu inakuja bila ruhusa na bila notice. That is what God is going to do to them. Hawatajua, wanashtukia wa. Kwa nini wamepigwa na mbumbuazi? Ndio Mungu apigane vita yako. Amen. Wachanganyikiwe. Amen. Wakiitana hiyo kamati yao wapigwe. Amen. Nyinyi hamtaki kupiganiwa. Hata vile mumetulia. Ama hii maandiko imewatishia. Ama ni nyinyi. Hamtaki kutetewa. Ukutane na mtu alikuwa anaongea na wewe unaitwa unaitwa nani? Ulikuwa unaongea na mimi. Amen. Maji ikatoka, njia ikapatikana, wakaingia tu kama kondoo wakiwa wajui. Wakaingia katikati. Wamekuwa bomba. Na sasa hiyo wakiingia, Mungu anawaangalia tu amengevya hapo. Wakaingia wote. Walipoingia, Bwana akayaondoa magurudumu ya magari yao. Hata yakaenda kwa uzito. Na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Waisraeli
kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Sikia. Haleluya. Mpaka wao wenyewe maadui wakaongea wakasema, na tukimbieni, yani tutoroke, tuachaneni na hawa watu. Mungu anawapigania. Lakini hawawezi sikia. Walidi washashikwa na bumbuazi, washapigwa, wamechanganyikiwa, hawajui kile wanachokifanya. Haleluya. Wanasema tukimbieni, hao watu wako na Mungu. 26. Bwana akamwambia Musa, Mungu akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari, ili maji yarudi tena. Haleluya. Sasa hiyo Farao ako pale katikati, anawaambia mtabiona leo, mtajua manyonete yotuko. Anawaambia omoze newetekia matijoe.